بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, karibuni sana tena katika channel ya Kisalo TV. Leo tutaongelea kuhusu istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye sura Nuh kupitia ulimi wa Nabii Nuh, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Allah subhanahu wa ta'ala asema fastaghfiru rabbakum. Nuh akiwaambia waja wake wakati wa Nabii Nuh, akiambia watu wake astaghfiru rabbakum, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, leteni istighfar. Kwa nini alete istighfar? Matunda yake nini? Yursilis samaa alaykum midrara, Allah subhanahu wa ta'ala atawashukishieni kutoka kwenye mbingu mivua. Wayumdidkum bi amwal, Allah subhanahu wa ta'ala asema pia atawafungulia katika riziki. Kwa mtu yote ambaye ana shida yoyote katika riziki alete istighfar. Ayuha alikhwat alkiram, ni matunda katika matunda ya istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala anakufungulia riziki. Allah subhanahu wa ta'ala anafungua njia zote ambazo zilibanika za riziki. Allah subhanahu wa ta'ala anisifungua kupitia istighfar. Wayumdidkum bi amwalin wa banina, na watoto. Kando na riziki, Allah subhanahu wa ta'ala anakuruzuku watoto. Watu wote ambao wana shida, pengine walioana kitambo hawajapata watoto, hawakujaliwa kupata watoto wala hawana watoto, katika istighfar inakuja kuleta watoto. Wabanina wayaj'al lakum jannat, Allah subhanahu wa ta'ala sema na atajalieni mabustani. Wayaj'al lakum anhara, na atawapa mito na mabustani hapa duniani na kesho akhira. Hii yote ni katika fadhila na matunda ya istighfar katika hii dunia. Ayuha alikhwat alkiram, katika hadith sahih Mtume sallallahu alayhi wasallam asema inni la astaghfirullah fi al-yawm akthara min 70 marra wa fi riwayatin akthara min 100 marra. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadith sahih, asema mimi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwa siku zaidi ya mara 70, na katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam asema zaidi ya mara 100. Hadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yomomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha mara 100 au mara 70, na amesamehewa ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, amesamehewa madhambi yaliyopita na madhambi yatakayokuja. Mimi na wewe ayuha alikhwat alkiram, tuna madhambi mangapi ambao tunafaa kumomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kila siku zaidi ya mara 100? Licha ya mara 100 tunafaa kuomba zaidi ya mara 1000 istighfar. Ayuha alikhwat alkiram, isitoshi katika matunda ya istighfar inakujalia mahabbati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika istighfar inakujalia Allah subhanahu wa ta'ala anakupenda na wewe unampenda Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu umezoezesha ulimi wako kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba istighfar. Isitoshe, istighfar inaleta tumanina na sakina kwenye moyo. Kwa nini inaleta tumanina na sakina kwenye moyo? Istighfar ni dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye Qur'an, ala bidhikri llahi tatma'innul qulub, hakika katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zinalainika na nyoyo zinapata na tumanina na sakina na utulivu. Ala bidhikri llahi tatma'innul qulub, ndio unapata utulivu katika istighfar. Ayuha alikhwat alkiram, istosha ayuha alikhwat alkiram, Allah subhanahu wa ta'ala anajibu dua, anajalia katika istighfar. Mtu akiwa kathiru istighfar, mtu akiwa ni mtu wa kuleta istighfar kwa wingi, Allah subhanahu wa ta'ala anamfungulia milango ya dua al-ijaba. Hainui mikono mtu huyu kumomba Allah subhanahu wa ta'ala illa Allah subhanahu wa ta'ala anamshukishia na anampa ile kitu ambacho anachokitaka au anampa zaidi. Ayuha alikhwat alkiram, hadha min sha'n al-istighfar. Na kulingana na maneno haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala anamjalia mtu kila kitu anachokiomba. Ni kisa cha wakati wa Ahmad ibn Hanbal, al-Imam Ahmad ibn Hanbal alipokuwa amesafiri wakati mmoja akalala msikitini. Kulala msikitini ayuha alikhwat alkiram, akaja akafukuzwa na msimamizi wa msikiti baada salati al-isha, anataka kufunga msikiti. Ahmad ibn Hanbal akamwambia, mimi nitaenda wapi? Nitaenda kulala wapi? Mimi ni msafiri. Amwambia, mimi si kazi yangu, wewe unafaa kutoka. Ahmad ibn Hanbal akatoka akalala usukani nje ya msikiti kwenye mlango, akalala nje ya mlango wa msikiti.
Yule msimamizi wa msikiti bado akamfuata pale pale, akamwambia wewe unafaa kutoka, hufai kukaa hapa. Amwambia mimi ni msafiri, sina mbele sina nyuma, msikiti ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, hufai kufukuza msafiri msikitini, anafaa kukaa apumzike, asali au alali, apate mahali pa kulala, na kesho asubuhi mimi nitaondoka ndeza. Akamwambia sitaki kujua, wewe wafaa kuondoka, uondoke. Bainama wakiwa hapo nje wakiguruguzana kuwa anafaa kuondoka, akawasikia kijana mmoja anapita hapo, akawasikia. Akamwambia mnagombania nini? Akamwambia mimi, akamuelezea hali yake, akamuelezea hali yao. Yule jamaa akamwambia twende, mimi ninao mahali nitakupa pa kulala. Akaenda naye al-Imam Ahmad ibn Hanbal, akaenda naye akampa mahali pa kulala. Jamaa alikuwa ni mwokaji mkate, mwenye kuoka mikate na kuuza asubuhi mikate. Akawa usiku kucha anakanda unga wake wa kuoka mikate ili apate kuyauza asubuhi. Na bainama anakanda hiyo mikate, akampa Imam Ahmad bin Hanbal mahali pa kulala, akawa amelala, amekaa na amelala. Bainama anakanda ile mikate, Imam Ahmad bin Hanbal anamsikia yuko katika kufanya istighfar, kathratul istighfar. Ulimi wake ameuzoesha kufanya istighfar, anaita istighfar, astaghfirullah. Imam Ahmad bin Hanbal akapendezwa na jambo hili, akamuuliza, naomba nikuulize jambo moja. Akamwambia naam. Akamwambia katika hii istighfar umepata matunda gani? Akamwambia tunda kubwa ambalo nilopata mimi ni kuwa siinui mikono yangu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala jambo ila Allah subhanahu wa ta'ala ananipa hilo jambo hapo, ila dua moja ambayo mpaka sasa Allah subhanahu wa ta'ala hajanijibu. Akamwambia dua gani hiyo? Akamwambia mimi nimeinua mikono mara nyingi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala apate nije nikutane na al-Imam Ahmad ibn Hanbal, imamu wa zama hizi. Akamwambia subhanallah. Akashangaa, akamwambia mbona unasema subhanallah sana? Akamwambia wallahi mimi sikufukuzwa msikitini, wala sikutolewa msikitini, wala sikuburutwa msikitini, wala sikufanyiwa ile madhila yote, ila ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anataka kujibu dua yako. Yule jamaa akashangaa kwa sababu alikuwa hamjui ni nani huyo. Akamwambia wasema nini wewe? Akasema wallahi mimi ndio Imam Ahmad ibn Hanbal, na mimi ndio nimekuja paka hapa, Allah subhanahu wa ta'ala amenitoa nitokako akanileta paka hapa kwa sababu ya dua yako. Angalieni matunda ya istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala amemtoa Imam Ahmad ibn Hanbal akamleta paka kwa mwokaji mikate ambaye anatoa istighfar kwa wingi, anatoa istighfar kwa wingi, akamleta paka pale ili Allah subhanahu wa ta'ala awe ashamjibu dua yake ya kuonana na al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Sisi mimi na wewe ayuha al-ikhwata al-kiram, tuna mangapi ambao tunataka Allah subhanahu wa ta'ala atusahilishie? Tuna mangapi ambao tunataka Allah subhanahu wa ta'ala atujibie? Tuna mambo mangapi mbele Allah subhanahu wa ta'ala? Tuna madhambi mangapi mbele Allah subhanahu wa ta'ala? Ayuha al-ikhwata al-kiram, tuzoezeshe ndimi zetu katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala istighfar, hasatan katika wakati kama huu wa shahr Shaaban, wa mwezi mtukufu wa Shaaban. Tunapojiandaa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhan, tuombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwa madhambi yaliyopita. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu na tupate kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhan tukiwa na nia safi bila madhambi na madhambi machache. Ayuha al-ikhwata al-kiram, hii yote katika fawaid ya istighfar. Qultu ma sami'tum in kana sawaban fatawfiqan min Allah wa in kana khata'an faminni wa min ash-shaytan. Nimesema mliwasikia, ikiwa nimepata basi ni tawfiki Allah subhanahu wa ta'ala amenijalia, na ikiwa nimekosea mahali basi ni katika mapungufu yangu mimi kama binadamu na shaytan. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie, aturuzuku lisanan dhakiran shakiran. Allahumma amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.